We, mvua inanyesha. Mungu Baba, asante sana kwa umbrella. Najua soon utanipatia gari, nitakuwa na drive. Lakini tafadhali usinibariki na pikipiki kama watu wa Chelsea. Mimi kitu nataka gari. Na hii gari sitabeba wasichana. Sitabeba warembo. Ule msichana mwenye atakuwa hapo, atakuwa ni mama kanisa. Mmoja tu, huyo ndo nitabeba. Alafu, cha muhimu, kwa ule mtu mwenye anakanyaga matope sahi, wewe msaidie gamu. Lakini unipatie gari kwanza, kabla hujawasaidia wote. Hivyo tu. Wait! Back again, back to my YouTube channel. As you all know, it's Orao Rao. And we are here on Storycation with Orao Rao. We call it what is this Storycation. And you have to tell a story. And the story is here. And we have a lot to say. Na ni story mingi tupige. Na kabla hiyo. Yeah. Pige kopo la maji. Kopo la kahawa. Juu sahi. Hii baridi jo. Hapana. Baridi naua. Ndio ile wakati baridi naua. Kuna mboga. Kula mboga. Mboga ziko kwa wingi. Zinamea kila mpahali. Ziko kando ya nyumba. Wapi. Vienyeji. Skuma. Iko very healthy mbaya. Cabbage. Iko very healthy. Kula kiasi tu. Usikule mingi. We kula tu kidogo tu. Kiasi. Angalau hata mwili kuje, mwili irudi. Yeah. Kwa story ya leo nataka tupige story kidogo about there's this love girl who is in campus na amefall in love. Na love iko tamu sana. Haina shindwanga, how do you manage to be in love this campus girl? Alafu nyuma campus girl, pesa pia mnatoanga wapi? Man, if you have never dated a campus girl, ujai date. If you never dated a woman, wallahi wewe mwanaume kwa mapenzi, ukajua kwamba pia msichana hawezi kosa fare, then bado hujadate. Kama bado hujai date msichana, ukajua msichana anaweza ishika mimba na ikele mwanaume mwingine na sikuwekele wewe raviwe boyfriend wake, then bado hujai date. Mapenzi ni tamu. Mapenzi ni tamu, tafuta yule kupendaye ndio ujue utamu wa mapenzi. Usitafuta yule kutakaye, yule amepanua tu mdomo yeye anataka tu yeye unataka tu akule kule. Tafuta yule kupendaye ndio ujue venye mapenzi ni tamu. So this girl wacha tupatie jina Mercy. Mercy is in a campus. She's in KCA. KCA mnajua mali iko hapa Thika Road. So KCA, so Mercy is in KCA. Mercy fell in love. She found a boy mwenye anampenda. When the love started, the love ilikuwa tamu, vitu vingi zinasonga. Actually, and she was just being given an opportunity to love other men, but alifound rule partner wake. Panude mtu alikuwa anampenda bana. So, since the campus girl, pia sherehe lazima. Sherehe watu pia wanapiga, wanakunywa hii side nyingine, wanajibamba, maisha ndio hiyo, maisha ikisonga. Yani the love is love. Hawa si wanapenda hii maisha. The love is so sweet. At a point hadi wanaenda out nini. So the story started. Mercy yako campus. Nini anaishi kwa kwake. Juu mnajua KCA inanga hostels. Ya hostel gani wako nayo? So hata huyu jifinyanga pale Mathare nini. Yule mwenye wako na pesa wanaenda kukaa pale hapo Naivas. Ndio wanaenda kukaa. Lakini watu wanajifinyanga pale Mathare. Kama uko na pesa unaenda kuishi kweli. So Mercy yeye naye wazazi wazuri sana, wazazi wakaamua kumrentea nyumba pale Naivas. So Mercy anaishi hapo hivi na chali yake. All of a sudden vitu zikaanza kwenda sawa. Chali ana kazi, chali anabaki tu kama hapa kwa nyumba, ana kitu yenye anafanya. So Mercy naye anaenda system, anarudi hapa. So vitu zikaanza kwenda sawa. Kidogo Mercy ndio huyo. Anaenda shule anarudi saa 10. Saa 10 anakuja. Napata chali yake Tony ananyandua mtu. Tony anapiga mtu kiboko. Kwa nyumba kwenye sio yake. Hii nyumba ni ya student. Student mwazidi demu yake.
Tony ana apologize, analia, anaambia Masi venye shetani amemweka vibaya, shetani amemfanyia nini. So Masi will seem like just normal since the boy child amelia, akamsamehea. Hapa Tony akaanza kuona shida. Tony sasa ndio hiyo pia na hustle kidogo nini nini. Tony akamua. Tony pia ndio hiyo pia vitu zinanini. So Masi akaona maybe ni tendency nani Tony atachange. But unfortunately Tony alikuja kuchange. Tony akakuwa arrogant. Tony akakuwa mtu toxic. Tony sasa yeye ni mtoxic vibaya. Anapiga udem vibaya sana atataki kujali. Yaani nafika ngata point hawa sio wanapigana. Yaani msichana majirani wanapigia wanapigia sister ya dem. Ni aje. Uchali sister yenu anapiga hapa vibaya sana ujamaa hizi change. Hao sasa wanapigana kwa nyumba vibaya. Lakini tu nini na dem akipigwa simu anasema wako sawa. Yaani the girl yani aliingizwa kwa hiyo mapenzi. So mapenzi ni kwa toxic lakini still in love, he loves Tony so much. Yaani anaogopa kumwacha. Kabidi kafika hata point mpaka Tony amemwekea hapa hivi lockdown kwa hii nyumba. Kamlock hadi kwa hiyo nyumba. Tony anafunga hiyo nyumba anaenda na kifungu. Tony aliharibu simu yake, msichana akachukua simu akampatia. Yaani imefika hata point Tony alikuwa anapiga ngao msichana hadi amemwekea lockdown hadi anafunga nyumba. So mali nikuja nikajua hadi mapenzi sasa ni ujinga. Nile hata point Masi amepata chance ya kuhepa aenda tafuta usaidizi. Lakini msichana alihepa, kitu ya kwanza alibranch kwa women spirit. Wakati Tony amerudi kwa nyumba akapata msichana yuko, Tony akaanza kupiga simu na malavidavi. Oh, babe, usiende, babe rudi tu, sitakupiga. Wewe ndio unajua wewe ndio manzi wa mine. Wewe ndio mimi la kulike. Tony naye pia akakuboma. Masi naye akakubali pia akafall kwa trap ya Tony. The moment aliingia kwa nyumba, Tony naye ni nani? Tony alimfieka. Tony alimpiga. Alafu hapo hivyo Tony kishampiga. Sasa tena Tony hadi tena anamweka chini bana. Tony anamkula. Tony anampinya na mkula bana. Alafu hapo hivyo ndo nasikia Masi anasema kitu alikuwa anapenda hapo sasa. Alikwambia hata kupigana hiyo. Yaani Tony alikuwa anapiga hiyo kitu. Yaani alikuwa anachapa hiyo kitu sasa design nyingine yani kuliko venye Tony asipokuwa na hasira. Alikuwa anasema Tony alikuwa anachapa hiyo kitu ile design yani Tony hapo na hasira anaichapa. Anaichapa hadi nyambe. So anasema hiyo ndio motion alikuwa anapenda. The makeup sex was so sweet yani good. Imagine ataenda kuacha Tony juu ya hiyo. But she didn't know what was coming. So hapa hivi kwa hii lazi hivi lockdown. Harakati kwa hizi ya lockdown Tony Masi akapata boy. So hapa hivi watu walifight kwa nyumba hapa day moja. Sasa Tony alipiga Masi. Tuata point hadi Masi yani akamiskari hapo ndani ya nyumba. So Tony was kind of guilty at nini. But Tony Masi alipigwa miscarriage akaboli katoka hapo ndani ya nyumba. Yani things ikaenda messy. Tony akahepa. Masi na sasa masista zake ndo wakakuja wakampeleka hosi. So ni ile tu kwanza kumpigia ni aje nini mbaya, what's happened, nini blah blah until Masi akakuwa sawa. So the moral thing of this story is this: sometimes you can be toxic. Okay, before nifike kwa moral, so the thing ikapijika happen hapa. Tony naye wakakuja wakachana na Masi akamwacha ni separate ways. Kafika hata point tena Tony akaanza kuapologize ya Masi akamwambia I'm sorry, sitaifanya hivyo nini. But this thing ilikujika hit Masi kwa akili. Akasema the way these things go, inafika hata point siwezi ishi na Tony at all. Kuishi na Tony is more or less this ni kitu kingine sasa so much stressful. Ni mambo ya vita tunapigana. There's nothing good Tony that's bringing to me. Cause me pocket money yenye nafanya survive nayo nalisha na hadi Tony sasa. Tony ataweza hata nilisha. Yenda nalisha Tony yote inaonekana Tony. Since she's a campus girl na nalisha Tony, maisha imekuwa funny and ni vitu zile ndogo yani zinakuja sasa zinaanza kuumiza msichana wetu. And that story yani ilikuwa so touching at point yani kisikiza kitu uchali alikuwa anafanyia dem. Anyolo kwa unaona watu wenyewe saa zingine mapenzi ni fit, mapenzi ni kali, mapenzi ni noma, mapenzi na mambo. So the moral thing of this story ni bana,
Sana sana kwa wale mademu wetu ndio. Mademu, maisha ikikuwa mbaya, mnaanza kupigana kwa mapenzi. Hiyo si mapenzi. Ni msee mmoja tu ndo atabebwa hapo hivyo, atulekani mahiti. Yeah, kwa saa zingine zaenda sawa. Saa zingine mademu wanakuanga vulnerable, hawezi pigana, they can't fight back. But one of you, one day, one time, mmoja atapelekwa Kamiti ama Lang'ata, saa hizo mwingine yeye tunamzika. Yeye tunamwambia wewe cheki wewe ni aje ukiishia binguni. Wewe gotea rao. Ambia Raila tunamsukulimia sana. Yeah. So hivyo ndo anafika hapo hivyo, if the love is too toxic, achana nayo. The toxicness is not about kupigana hiyo violence. Toxic like okay. The other one amekuwa too much verbal. Ama amekuwa too much vocal na matusi, nini, disrespect. Saa zingine wewe you can contain yourself with your emotions but usipigane. But kuna mwingine na hii emotion na hizi hold hata kidogo. Jamaa atakuingia na mangumi na mateke by the end of the day. Moja tunaenda kuzika, moja naye anaenda prison. Tunakuuliza either Lang'ata ama Kamiti. So tujui nani anaweza enda. Inaweza kuwa too much kwa dem akushtukie, amepiga chali na chali amenyuria. Chali naye ni nani? Zingine dem amekuwa too much toxic, amepiga mse too much toxic hadi mwingine kamenyuria. So this thing can be so much. Inaweza kuwa tu mbaya sana. So that's the story of today about Mercy na Toheen, the two lovebirds that didn't well. Adios.